denied me. Nisiwe nimeandikwa kwenye kitabu cha washirika wa Shekinah Kunduchi kumbe nimekataliwa na I Bwana. shouldn't be in the catalog of Shekinah Kunduchi. Nisiwe rafiki wa karibu na mchungaji nimemzoea kumbe nimekataliwa na I Bwana. shouldn't be the one close to the Endelea pastor that's kutafakari denied ndani by ya God. moyo wako. Are you ready to ponder that in your mind? Uwe mwenye kuzaa matunda. You should be the one to produce fruit. Endelea kujiuliza yako wapi matunda ya Continue to ask Mungu. yourself, what are the fruits of my salvation? Hallelujah. Hallelujah. Mstari wa 4 anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Verse 4 says, stay in me and I will stay in you. Nilitoka kusema swali la pili ambalo uliandika kwamba uko ndani ya Yesu mpaka sasa. Are you in Christ to the very moment? Uko ndani ya Yesu mpaka sasa. Are you in Christ to the very moment? Sura hii ya 15 mstari wa kwanza Kristo alianza kujitambulisha yeye ni nani. Chapter 5 verse 15, Christ introduced him. Lakini mstari wa 3 na wa 4 hapa tunaona Mungu anaonyesha mwelekeo, anaonyesha masharti ya wewe kuweza kuzaa matunda. In verse 3 he shows instructions on how to produce more fruits. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. And it says you should stay in me and I will stay in you. Kama tawi lisiweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu anataka tukae ndani yake. God wants us to stay in him. Kama hatujakaa ndani yake tusahau kuzaa matunda. Kama hatujakaa ndani yake tusahau kuzaa matunda. If we are not in him, we should forget to produce fruits. Uko ndani ya Yesu mpaka sasa? Are you in Christ to the very moment? Uko ndani ya Yesu mpaka sasa? Are you in Christ to the very moment? Na Yesu yuko ndani yako mpaka sasa? And is Christ in you to the very moment? Tawi haliwezi kuzaa matunda kama halijakaa ndani ya Kristo. A vine cannot produce fruits if it is not in Vivyo Christ. hivyo hata mbegu ikiwa tu iko hewani umeishikilia kwenye mkono wako haiwezi kuzaa matunda. Mtu asiyekaa ndani ya Kristo Anyone who does not remain in Christ anatupwa nje. is thrown out. Nimetoka kusema unaweza ukawekwa hapa kumbe umeshatoka nje ya ufalme. I'm coming from saying you can be in this place but you're out of God's kingdom. Anasema mtu huyu ambaye hazai matunda, The one who does not produce fruits. watu huwa wanayakusanya na kumtupa kule motoni ateketee. People gather those branches and throw them away and burn them. Mungu anaonyesha mwisho huyu mtu ambaye hazai matunda. God is showing the end of the one who does not produce Kwamba fruits. atateketea kwa moto. That is going to be burned. Asubuhi ya leo Today morning, ninajawa na huruma ya kimungu ndani yangu. I'm in deep sympathy, Nikikusii urging you. usipoteze muda kwenye wokovu. Do not waste time in your salvation. Muda wako wote uliojikana na kuiacha dunia All the time that you have denied yourself, usio wa kuishia kwenye jehanamu it shouldn't lead you to kwa hell sababu ya kutokuzaa matunda. because of not producing fruit. Haleluya. Hallelujah. Na maisha yako hayatakuwa salama And your lives will never be hapa the hapa same duniani. in this earth. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni. People who will gather them and throw them into Wewe fire. unaweza kuwa unaishi maisha ya ugumu sana, You can be living such a difficult life ukaona kila mtu amekukataa, and see everyone that has denied you. ukaona maisha ya hendi, You can see that life does not lakini progress. Mungu ameruhusu iwe hivyo But God has made it happen kwa sababu ameona hauko kwenye ufalme wake tena. because He has seen you not longer in His Amemruhusu kingdom. shetani ashike maisha yako, He has allowed Satan to hold afanye your vile life, anavyotaka. to do whatever he needs. Kwa hiyo anaweza kaamuru watu watende kinyume na wewe, So you can instruct people to do. anaweza kaamuru mazingira ya kukataa. He can
kwa sababu tu umetoka nje ya kusudi. He can make the environment difficult for you because you are out of its purpose. Kwa hiyo ya nini sasa kuteseka? Ya nini kuteseka? Why should you then struggle? Ni wewe tu kuamua kukaa ndani ya Yesu. Why should you Ni wewe kuamua kuzaa matunda. You should produce fruits. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja mpaka hapo? Are we all together? Ambao wananielewa, hallelujah.
Una nafasi nzuri ya kurejea kwa Bwana asubuhi ya leo. Una nafasi nzuri ya kutengeneza maisha yako. Usiosikia injili na ukakataliwa. Usiohubiri injili na kukataliwa. Usiokuja nyumbani mwa Bwana kumbe umekataliwa. Wote tunaoingia mahali hapa tuwe ndani ya ufalme. Haleluya. Tunaendelea na kipengele kingine. We should proceed with the next part. Mstari wa 16 na 17. Verse 16 to 17. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. You have not chosen me, but I have chosen you. Nami nikawaweka mwende kukazae matunda. And I've appointed a place and purposefully planted you. Na matunda yenu yapate kukaa. So that you go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain. Ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. So that kwa sababu tayari ameshakuchagua. Because he has already chosen you. Ni wewe kukaa ndani yake ili uweze kuzaa matunda. It's you to stay in him so that you can. Na matunda haya yanatakiwa yakae. And this fruit should stay. Yamkini wewe ni mwinjilisti. Maybe you are an evangelist. Umehubiri mitaani. You have been preaching. Umehubiri kwenye mikutano ya injili. You have been preaching to watu wengi wameokoka. Many have given their life to Christ. Bado tunahitaji yale matunda yapate kukaa. We still need bado kuna wajibu wa kuhakikisha waliookoka wanaendelea mbele. We need to. Sio kazi ya mchungaji peke yake au mkuu wa idara. It is not only the job of the preacher. Ujawe na hii shauku na tamaa ndani yako kwamba matunda yapate kukaa. You should have this desire that the fruit should remain. Matunda yapate kukaa. The fruit should remain. Wewe ambaye ni kiongozi wa section. You who is the leader of section. Yako wapi matunda yako? Where are your wale washirika 5 waliopewa kufuatilia wako wapi? Those 5 members who umewafuatilia kwa karibu? Have you been following up? Yako wapi matunda ya kazi yako? Hilo ni jukumu tumepewa. Na Mungu yuko mahali hapa kukukumbusha. Wale ambaye umepewa dhamana ya vijana. Wako wapi vijana wenye nguvu ambao Mungu amesema wapo? Wako wapi vijana wenye nguvu ambao Mungu amewaamini? Wako wapi wamama waombolezaji? Mimi ninawajibika na wewe unawajibika. Usiwe na furaha kukaa hapa bila kuzaa matunda. Swala la kuzaa matunda ni jukumu letu sote. Na Mungu ananifurahisha kwa maneno haya. And God, it has such a wonderful words. Kwamba ukishazaa matunda na matunda yenu yakikaa. That if you bear fruits and your fruits have remained. Ombeni lolote kwa jina langu. Ask anything and it will be given. Nimetoka kusema ili uwe na ujasiri wa kujibiwa na Mungu. So that you can have confidence to be answered by God. Mungu rafiki yako. You should make God to be your friend. Uzae matunda. You should produce fruit. Na matunda yakae. And the fruits should remain. Utaomba lolote naye atakupatia. You can ask anything and it will be given. Utaomba lolote naye atakupatia. You can ask anything and it Kwa shall be hiyo given. kanuni ni kuanza kukaa ndani ya Yesu. The principle is to stay in Christ. Kanuni sio kuomba lolote. The principle is not to ask Kanuni anything. ni kukaa ndani ya Yesu. The principle is to stay in Kanuni sio Christ. kuomba lolote. The principle is not to ask Wangapi anything. wamenielewa? How many have understood me? Tunalalamika hata tutakimbia makanisa na makanisa hatujajibiwa kwa sababu hatutaki kukaa ndani ya Yesu. We don't want to complain and jump from one to church, but we do not want to remain in Christ. Hebu tamani kuwa rafiki wa Yesu asubuhi ya Desire to be leo. the friend of Christ this Tamani morning. ukiwa unapita kwenye jambo umshirikishe na uone njia. Desire when you pass through in a certain situation, you should involve him. Unapata ujasiri kwamba katika
answered that in my struggle naye I called upon akaniitikia, God. akaniponya. He answered and he Huyo ni answered. Daudi alikuwa anasema hayo maneno. That was David. Katika shida yangu nalimwita Bwana, In my struggle I called upon akanisikia, God. akaniponya na taabu. And he heard me and he used me. Hakusema katika shida yangu tulimwita Bwana. He did not say in my struggle. Hakusema katika shida yangu nilimwita mchungaji aniombee. He didn't ask in my struggle. Alisema katika shida yangu nalimwita Bwana. He said in my Na struggle wewe I asked jiona God. fahari kumwita Bwana kwenye shida yako, Then you should kwa ask sababu God una uhakika anasikia. because he hear you. Haleluya! Hallelujah. Wangapi watatamani kusimama na Mungu amuone alivyo mwaminifu? How many will stand with God? Wangapi watasema hakika Yesu ni rafiki yangu, nitamuona katika hili? How many say that Ni wakati wa kumtaka Mungu binafsi. it is time to Ni wakati wa kumuona Mungu binafsi. It is time to see God Isiwe ni ourselves. hadithi kwamba watumishi wa Mungu Paulo, Musa, Daudi alitembea na Mungu akamuona. Ni wakati wako sasa. It shouldn't be in the Bible that Paul, David walked with God and seen him. It should be your reality life right now. Ni wewe kuchukua maamuzi It should be you na take kuamua kukaa ndani ya responsibility Yesu to stay in Christ na kuamua kuzaa and matunda. to produce fruits. Haleluya. Hallelujah. Somo langu linaendelea, lakini naona muda umesonga. Tutaendelea pointi mbili mbele. Kuna kichwa cha habari kinaendelea kinasema, namna gani tutaweza kuzaa matunda? The heading of our next part says, how can we produce fruits? Haleluya. Hallelujah. Jambo la kwanza nimesema ni kukaa ndani ya Yesu, The first thing I said is to stay in Christ. ambalo nimetoka kulielezea kwa mapana kabisa. That have come from expounding it. Jambo la pili ni kujua kuwa upo uweza wa kiungu wa kutusaidia. The second thing is that there is the power of God to help us. Sio sisi tuliojichagua, It is not us who selected bali ourselves. ni Yesu It aliyetuchagua, is Christ who chose us. na uwezo wa kiungu uko ndani yetu. And the power of God is within. Hebu tusome waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. 2 Peter verse 1 chapter. Sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Verse 3 to 4. Chapter 1 verse 3 to 4. Nitasoma Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3 na 4. Kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Haleluya. Hallelujah. Anasema ametukirimia uweza wa kiungu. It says his divine power has given us everything. Uweza wa kiungu unatusaidia kufanya mambo kinyume na The utaratibu. power of God gives us the ability to do things. Uweza wa kiungu unatusaidia kuishi kama watu ambao hawako duniani. The power of God helps us to live not as people from earth. Uweza wa kiungu unatusaidia kukataa tamaa za dunia hii. And the power of God gives us the strength to deny the lust of this world. Sisi si wa ulimwengu huu. We are not from this world. Sisi ni wa Kristo. We are Christians. Na uweza wa kiungu uko ndani yetu. And the power of God is within Unaweza us. kutusaidia kuzaa It matunda. can help us to produce Na fruits. matunda yakapata kukaa. And those fruits should be. Haleluya. Hallelujah. Ametukirimia vitu He vyote has given us everything. ambavyo vinatufanya kuwa hai, That gives us the ability to ambavyo be alive. vinatufanya kuwa wenye kumpenda That Mungu. gives us the ability to love God. Ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. He has given us everything for life. Kwa hiyo sitamani kusikia kwamba kuna mtu anasema kuishi maisha ya utauwa hapa duniani haiwezekani. I do not want to believe Kuishi maisha ya kumpenda Mungu bila kuchakachua to haiwezekani. live a life that will love God. Tumekirimiwa uweza wa kiungu We have been given the power wa kuwa watakatifu walioko to duniani. be righteous here. Hata kama wewe ni kijana mbichi umepevuka hivi karibuni,
Nitamwomba mchungaji Hans
Kuwepo ibada ya pili. Basi kama utakuwa ibada ya pili, kwa kutambua kwamba tuna msiba Shekina, tumefiwa na mchungaji wetu, mchungaji Macha kutoka kule Shekina mji mpya, ningeomba uache kamera.